Bado sijamaliza wakati mmenipa kujitambulisha, kwa sababu swala hili lilikuwa bado halijakamilika. Sasa kwa sababu limekamilika, na mimi kwa niaba ya uongozi wa polisi wilaya ya Chemba nilikuwa nataka kumuhusia kidogo. Kwanza niwajulishe wananchi, unajua sisi polisi tunaitwa Tanzania Police Force. Manake kwamba mahali pengi panaposhindikana, sijui majambazi yameenda, uvunjifu wa amani upo, sijui nini na nini, sisi ndo tunaenda kutuliza fujo pale. Sasa wananchi wengi wanajuaga kwamba sisi mpaka ndani ukishaoa ni fujo huko ndani. Hiyo sio kweli. Hiyo sio kweli. Sisi ni wanaume kama wanaume wengine. Tukifika ndani tunakuwa baridi kama wanaume wengine, tena kuliko wanaume wengine. Mimi sasa hivi niliyasimama hapa nina miaka 25 ya ndoa takatifu. Na sijawahi kumtukana mke wangu wala kumgusa. Tunaishi maisha mazuri, tunafurahiana. Kwa hiyo mtoto wako akiwa anaolewa na polisi, usije ukadhani kwamba hao mapolisi wanavyofanya hivi na hivi inawezekana na ndani nako ni hivyo hivyo. Na sisi ni wababa, na sisi ni wanaume kama wanaume wengine. Tukifika ndani maisha ya ndoa yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo hii nyingine huaga na kwa kazi. Ukiona huko mtu anakuwa mkali mtaani ni kazi. Kwa sababu ukiwa unapambana na kibaka, usipotumia nguvu au usipotumia huwezi ukaweza. Sawa jamani? Kwa hiyo kwa niaba ya jeshi la polisi, labda kwa niaba ya mkuu wangu wa polisi ambaye amenituma, niwahakikishie kwamba binti yenu yuko mikononi salama, ataishi maisha mazuri, na hamtasikia kwamba amepigwa wala amenyanyaswa kwa jinsi yoyote. Na sisi kama viongozi wake tutakuwa karibu na huyu. Akifanya, sisi kwenye polisi, akifanya kitu ambacho kinaendana akiendani na maadili ya polisi, tunamshtaki. Yani kwa mfano ukimpiga mke wako, sisi na sisi tunaingilia, tunakamata, weka ndani. Umeelewa? Sio kama nyinyi mnaofanya, sisi tunamkamata, tunaweka ndani. Kwamba kwa nini umpige mke wako? Kwa sababu ni kinyume na maadili mema ya mwenendo wa jeshi la polisi. Kwa hiyo tuhakikishie mtoto wenu atakuwa salama na ataishi maisha mazuri. Na kuhusia bwana ya Mungu, kama unavyoniona mimi kwamba na miaka 25, naomba na wewe kuanzia leo ni uhesabu hiyo miaka ukiwa na furaha na amani na mke wako. Kuna watu wengi, ukipata tatizo kuna watu wengi wa kuwaona, kuna mashehe, kuna maustazi, kuna wazee mbalimbali, kuna viongozi wako wa kazi, utawaona, unawaambia mgogoro wako ulionao na mke wako, tunautatua. Mahali pote uwaga migogoro inatokea, wazee wanakaa wanatatua. Kwa hiyo wala ukipata mgogoro wote au tatizo lolote usiseme kwamba bwana hapa ndio mwisho. Mambo yanatengenezwa, tunaendelea. Kwa niaba ya jeshi la polisi, tulikuwa tumeandaa zawadi kidogo kwa ajili ya bwana harusi. Tunajua kwamba sasa hivi akitoka hapa anaenda kwenye majukumu. Bibi harusi anatakiwa ale, anywe, ajipake mafuta. Sasa lazima na sisi kama wenzake tukasema tumshike mkono kidogo, ili akienda leo anaanza kukoa, bwana hiki hapa nenda mahali fulani. Upande wa polisi huyu ni nani? Huyu ni askari wa polisi, ana cheo cha koplo, lakini sasa hivi anafanya kazi ya polisi jamii. Alikuwa hapa Soya, akafanya kazi hapa kwenye kata ya Soya, na akaondoka akaenda Dodoma. Sasa hivi yuko Dodoma, anaendelea na kazi hizo za polisi jamii. Ndio. Kwa hiyo sisi kama mapolisi wenzake tulisema tumshike mkono, ili atakapokuwa anaanza maisha kichwa kisimuume. Sasa hivi awaze honeymoon. Awaze kukaa vizuri na mke, kuendelea kula vizuri na mambo mengine. Kwa hiyo tumemwandalia bahasha hapa. Hii bahasha sio kwamba haina kitu. Ngoja niwaonyeshe kwamba kilichopo ndani ni nini. Mmeona? Mmeona? Hii itamtosha bwana harusi kuanzia maisha wiki hii 2, 3, 4. Basi mambo yao yatakuwa mazuri. Bwana naomba nikukabidhi. Asante.
Basi nashukuru sana, nawashukuru sana mashehe, nawashukuru wazee ambao mmekuja kwa ajili ya swala hili zuri, manake maswala kama haya ndio ambayo Mwenyezi Mungu waga anapenda, kwamba watu waishi kwa amani, watu waungane kwenye macho ya watu, sio wakutane tu hivi hivi huko mitaani wanaanzisha familia kuzaa na nini. Tunataka mashuhuda tushuhudie kwamba mtu fulani ni wa mtu fulani. Nashukuru sana.